Hakuna mtu anasaidia yeye kupanga mambo ya kutafuta kura. Alijua vile alipanga yeye mwenyewe kutafuta kura. So don't come now mkuu ajuaji kuliko yeye ati ndio mnajua. Hii watu yote mnatukana wote. Kuna pahali wametoka. Mmeanza Muturi, sasa unaanza kusema wewe ndio impeach, atakuona. Yes, we are professor, but how do you need those votes of Embu tomorrow? Utatafutia president namna gani kule hizo za Embu? Kwa sababu unadhikanika ukisema vile utamfundisha, utamtoa. The words you are using, abusing people and in front of the president, it is not helping the president at all. Kwa mfano kama sasa milima, kama iko na shida. I know Kikuyu is how they behave. One thing, politically they can differ with the president. But I know one thing, they respect the office of the president. So if he goes there as a person himself, hii mambo yote itatulia. And he can talk, wakikuwa atapea ofisi yake heshima. Na yeye ajue vile njia ya kuingia. Hata kama hawatampea kula, lakini watu wasikosane. Hata kama watampea kula, bado atapata ile kula, atajitafutia mwenyewe. Lakini I'm telling you, Your Excellency, ni watu wanakuzunguka hapa yote, nothing. Nothing. They will not help. The politics have changed. I want to advise wale hawajui tabia ya Mkikuyu. Mkikuyu akikataa kitu amekataa. Mkikuyu akitaka kitu ametaka. They refused Moi. Mpaka 24 years yakamaliza kama wasikizani. Haikukataza Moi kuongoza. Because he was not abusing them. Except when he wanted to use Kihika Kimani abusing them. And you know the life of Kihika, alirudi akakufa namna gani. Hata Moi hakukuja maombolezi, hata hakukuja mazishi, hata hakusaidia kununua hata sanduku. So I want to advise you people, there is a procedure of this country. Sasa hata hii adapting children na nini na nini. There is a group kamejipanga pahali, I think so. Ni kwa nini watu waandike barua zaidi ya 5,000 ICC? Why? Something we can sort out ourselves. In discussion. Na watu wale wanaheshimika mbele ya watu. Sasa tumefika mpaka pahali tumegawanya completely. Wajumbe fulani waweze kuwa pahali wajumbe hawa wako. Na nimeona ime trickle down sasa mpaka inataka kwenda kwetu Nakuru County and Rift Valley. Because if you go there, you will be attacked as a Kikuyu in a meeting in front of people. So what will you do? Next time you cannot go in that meeting. So this, now I said, trickle down. Ifike huko chini, pahali imeanza kufika sasa. I attended the meeting somewhere and I have started seeing. I thought we can stay together all of us and respect each other and talk good things. Lakini nimeona sasa imeanza attacking. Wewe ni wa Gachagua. Wewe Gachagua alikuwa anapindua serikali through agencies, things which have no value. I hope the president, if he knew, angevumilia vita na shida ile wako naye na Gachagua. Angevumilia. Kama vile Uhuru alivumilia. He was wise. Hata wewe hakuna kitu hukuambia Uhuru. Sisi hakuna kitu hatukuambia Uhuru. But he did not adapt. Lakini aliwacha mpaka mwisho, akaenda akakuonesha State House, akakupea ngao zote za kuongozi. We sometimes hold ourselves and completely strain ourselves to be patient. Because hakuna mtu atakuja hapa atupeleke mbinguni sisi wote ati na tufike kwa Mungu. We are all human beings. Na hakuna mtu akosi. Na hakuna mtu hawezi kudepend in sin. Na hakuna mtu hawezi kuapologize. But it can only happen on discussion. Mimi mwenyewe nimeona katika sasa ukiangalia mzuri katika Israel. Americans and everybody. Watu wameuana, nyumba zimebomolewa.
But internationally wanauliza Americans, superpower, how can we sit down and discuss stopping this fight? Hawasemi waongeze silaha, watu wauane, ndio solution ipatikane. No, the damage has been done. Ile watu wamekufa Israel na wale wamekufa pande nyingine, is so many people. Lakini the call of the world, can we talk and have peace? That's the solution ya watu kukaa pamoja, because hata wao wameuana namna hiyo, they will not live, they will also go one day. Hakuna mtu hata kufa. So ningeomba mkuu mbele ya rais, zungumzeni mambo ya kuunganisha watu, mambo ya amani. That is what I would like tuendelee, kwa sababu kila pahali kuna shida. Nafikiri iko shida iko milima, hata Rift Valley huko watu wamegawanyikana, hata Wakalenjin wenyewe kwa wenyewe, there is a problem. They are fighting themselves because of power. Kuna grupu ya huyu, kuna grupu ya huyu, kuna wale wanafikiria hii. Where are we taking this country? I thought this year tungefunga maneno, tuingie mambo ya watu kusameheana na kukaa pamoja na kuzungumza. Kuna wazee, kuna makanisa, wale wanaamini mambo ya peace, is leadership. And I want to tell you, when this thing is going, other people are taking advantage ya hiyo, ya kugawanyisha watu kabisa, ya kujipendekeza kwa rais. Wengine wanapasua wapate njia ya kuiba, because the whole thing is about money. We need to respect each other. Even I urge the people, hata kama ni watu ya milima, you can challenge the president, but don't abuse him. It is not good. Sasa mmeanza kujipanga mambo ya vyama, na hii inaona advantage yake ni kupiga huyu anaona advantage yake ni kupiga huyu. Those things will not help us. If you are making a party, or maybe sit down with your party, lead people kuweka amani. Lead people how to handle issues. 30 people talking about how we can stay together, all of us. Sasa Osoro akisema ati sasa sisi tulimaliza na Gachagua, na sasa huyu mwingine amekuja, mimi nitakuwa mtu ya mbele kutoa Muturi, ataniona. I'm giving him a condition of three condition. Osoro, who are you? Nimeona kwenye madarasa inaonekana ni matope mtupu. Even you cannot be able to take care. Na kila mtu anapata. Mimi naulizaga hata pesa ya CDF. Kwangu pahali nilikuwa, I was rated number 1. I'm the first MP kuanza kuweka tiles. First. Wacha hata hii ya Murang'a. First. I was the first person kujenga gorofa 2, gorofa 3 ya primary school. If you want me to send you my books, utatuma muone. Kujenga secondary school, kuweka tiles, kuweka nini. Mimi nauliza, hiyo ninaona ya Kisii wengine, na kuna wajumbe wako huko. Surely, be care of our children. Unaona shule ni matope yote ndani. Hata hivi lazima imeongezeka kwa ni mabati peke yake. Why can't you do something? Hiyo pesa mnaiba, muende mtengeneze madarasa kwa njia mzuri. That shows you cares about the children. That's why mnapiga hawa watoto, kwa sababu hata wakiwa wadogo hakuna kitu mnawafunza. We cannot fight with Gen Zs. No. And the president said that when he was in Nyahururu in the church. Na ile statement alisema, I would like to remind him. Alisema amefurahi, ameona kuna wa Gen Z watoto ambao wamesimama kufikiria mambo ya nchi yao ya Kenya, and there will be a discussion. Sasa nyinyi mna divert present on discussion, mnaanza kuleta mambo mengine ambaye haifai. Tuna adapt watu kutoka Tanzania, watu kutoka Uganda, wengine kutoka wapi, wale waliwao hapa sio wa Romania, sio alikuwa ni wa wapi. And hii Kenya ndio ilikuwa kimbilio ya peace